Kwa hiyo ndo umekuja? Ndiyo profesa. Busra, mimi sina tatizo. Tatizo lipo kwako. Ndiyo, ni kweli profesa, tatizo lipo kwangu, lakini nilifiwa na mama yangu mzazi na sikuwa na jinsi ya kufanya. La hasha, simaanishi kwamba ukufiwa Busra. Unajua mimi nataka nini kwako, na ukizingatia baada ya mtihani huu tutaonana tena. Lakini hii ni haki yangu. Ni kweli unaweza ukapewa mtihani na ukafeli. Unataka iwe hivyo Busra? Kwa hiyo unatakaje? Nafikiri unaelewa Busra. Nilishalizungumza swala hili mara nyingi, na wewe ni mtu mzima, nafikiri unaelewa kitu gani hasa nataka kwako. Lakini profesa, mimi ni mke wa mtu sasa. Hata mimi pia Busra ni mume wa mtu, na isitoshe mambo haya ni makubaliano tu, tunaweza tukaongea na hayo mambo yakabaki siri ya sisi wawili tu, usihofu. Sawa, nataka nifanye mtihani wangu nimalize, halafu nitakuwa tayari kwa lolote utakalotaka. Sawa, mimi nafikiri maadamu umekubaliana na hilo swala, nitafanya arrangement ya mtihani ili ufanye. Mr. Ben, umepata ripoti safi. Umepata ripoti safi. Ukaguzi wa ndani na mwenendo wako unaonesha uko vema. Kwa hiyo sasa, nafurahi sana kusikia hivyo kwanza. Kwa hiyo hivi sasa unarudishwa kwenye zone office. Wakati huu ukiwa kama zone manager, ukichukua nafasi ya Raula. What? Ripoti zako Laura. Changia Ben aondoke nje ya ofisi. Kuweza utata sana, mazina makovu makubwa mno. Na tunaona tujilizishe kufanya ukaguzi kwenye ofisi mpya. Na tumegundua tatizo lipi? Tatizo gani? Tatizo ni wewe. That's why. Si tu kwamba nafasi yako anachukua Ben, na wewe unasimamishwa kazi kupisha uchunguzi. Na ikigundulika kuna matatizo, utafikishwa mahakamani. Haiwezekani. Sikubaliana na hiyo. Hii itakuwa ni njama ya huyu Ben anayesambaza maneno yale yale. Sababu ipi ambayo nasambaza mimi? Tell us. Sababu ni ipi? Waambie kwamba wewe siku ya kwanza mimi na ahadi na mchumba wangu ukafanya njama na Stewart. Akachukua simu yangu.
Alafu baadaye ukaniambia kwamba tumsubirie Stewart mahali ataileta. Ukawa unanizugazuga. Matokeo yake Stewart ya kufika, ukanilewesha pombe, nikalala na wewe. Alafu ukanipiga picha, ukamtumia mchumba wangu. Ukimwambia kwamba mimi ni mchumba wako. Ukiwa na njama mbovu na mbaya unataka kuniharibia mimi. Paka mahusiano yangu mimi na mchumba wangu. Waambie, waleze ukweli. Waambie. Si kulewesha, elewa mwenyewe. Mungu wangu. Yaani kumbe kuna jambo zito namna hiyo mbele ya nani, nyuma ya pazia? Laila, wewe ni msichana mzuri. Una elimu yako. Hivi kwa nini unajizalisha kwa mambo ya kijinga kama hayo na ya kupumbavu kama hayo? Mwanamke utakiwa hivyo. Unanisikitisha sana yani. Sasa nimejiridhisha kabisa. Uchunguzi unatakiwa ufanyike haraka sana. Laura. Kwani usibaki siku 2-3 hapo kukamilisha kazi? Usidhani nimejira. Umewasha moto huo. Usikoleze zikatuli zaidi. Laura, lazima ujifunze kwenye maisha kuna kushinda, kushindwa na kutoa. Sasa mimi nimesawazisha tu baba. Acha maisha yaendelee. Kwa taarifa yako, nimetoi sana kazi hii. Siwezi nakubaliana na mtu niliyopokea mwenyewe aje niharibie kazi niliyotafuta kwa jasho na damu. Sasa ama zangu. Laura, kujibu mashambulizi ya mtu mwenye silaha kama wewe huwa ni rahisi sana. By the way, mimi nafikiria kinachotokea sasa hivi ni matunda ya mti ule upanda wewe mwenyewe na kupalilia. So maisha ni kutafuta na sio kutafutana, okay? Let us work together as a team and love each other. Thank you. Unajua hii ndo raha ya kushikilia mpini. Maana yule aloshikilia makali lazima atajisahau tu siku moja. Busra. Karibu. Nimeshafika. Niko tayari kwa kudhalilishwa. Usiseme hivyo Busra. Sisi wote ni watu wazima. Na unajua kwamba hili tutakalolifanya ni siri yetu sisi tu wawili. Sasa kama ni siri, tufanye tu mlango ukiwa wazi. Hamna haja ya kufunga mlango. Tuache mlango wazi kwa sababu gani? Isitoshe, nataka nikutunzie heshima yako Busra. Tayari nishafika hapa Profesa. Na mimi ndo nimeshikilia makali, sina jinsi. Niko tayari kudhalilika vyote. Tufanye tu mlango ukiwa wazi. Hamna shida ya hamna haja kufunga mlango nini. Nisubiri. Naitwa Panda Makame kutoka kituo cha polisi. Profesa Martin Jengo. Kwanza sasa uko chini ya ulinzi kwa kosa la udhalilishaji kijinsia. Mr. Ben, naomba utulie hivyo hivyo. Profesa Jengo. Hivi ndivyo unavyoidhalilisha taaluma na kuipaka matope chuo chetu? Profesa Jengo, nini umefanya tukio hili? Mengine tunataka kujua. Tuoni. Mengine tunataka Jengo. Tuoni. Ngoja kidogo. Ninapo taarifa yako.
tutahakikisha tunasimamia usahihishaji wa mtihani ili tuone haki ya mwanafunzi inatendeka. Huu ni udhalilishaji wa ajabu kupita kiasi. Usajenge. Wewe kosa kitone chana. Usajenge. Ndio kidogo. Can't believe this. Pole sana bosi. Pole sana. Tutahakikisha kwamba haki inatendeka. Huu ni udhalilishaji wa ajabu sijapata kuona. Asante. Asante profesa. Mimi. Kuna kuniambia tangu mwanzo. Niliogopa baby, I'm sorry. Lakini nilikuwa nimeshachukua hatua ya ili tukio lote kabla sijapokea simu yako. I'm sorry. Okay. Mifuta machozi na wache kulia, kama shida karadhi sifanye ukalia. Najua ni muda mrefu tutonana, usijali nitarudi. Maisha yetu hayana fadhali, nami sina hata hali kwa wezangu wafadhali, ila kwangu karaha. Ahadi yangu ikumbuke, na pendo langu nitunzie. Ahadi yangu ikumbuke, na pendo langu usigawe. Ahadi yangu ikumbuke, na pendo langu nitunzie. Ahadi yangu ikumbuke, na pendo langu usigawe. Bado napiga moyo konde, mabebi usikonde. Kwa Mungu niombe, salama nitarejea. Napiga moyo konde, mabebi usikonde. Kwa Mungu niombe, salama nitarejea.